Welcome again to the Dream Brand. Kipindi mezani ni Sports New Chapter, na leo tutaenda kumwangazia Lionel Messi katika kombe la dunia mwaka huu 2026. Nitakuwa na mchambuzi wangu Mr. Pablo Michael. Pablo Michael, karibu. Asante Nura TP. Ndio. Binafsi World Cup hii ni moja ya World Cup nzuri sana kuitizama kutokana na surprise ambazo tumekuwa tunaziona. Kuna surprise kibao sana ambazo tunazi experience, lakini good news ni kwamba zote zinatokana na performance wise kiwanjani ambazo wachezaji wana display. Tukimwongelea Lionel Messi la Pulga, wao wanamuita goti. Binafsi mimi ninamshukuru Mungu sana kwa kuzaliwa katika karne hii ambayo ninamshuhudia Lionel Messi la Pulga. Kiukweli nilishasikia simulizi nyingi sana za football, nilishawahi kuona baadhi ya highlights kwa maana ya player waliopita, sifa walizokuwa wanapewa, waliokuwa wanayafanya, lakini namshukuru Mungu kupita kiasi kwa sababu nimeshuhudia vile ambavyo tofauti na watu walivyokuwa wanavizungumza hapo kabla. Waliwahi kuwataja wakina Pele, Diego Armando Maradona na wachezaji wengi wakina Ricardo Kaka, waliwahi kuwataja kuwa wachezaji tishio sana katika zama zao. Lakini sio takwimu tu wala fact. Lionel Messi la Pulga ni moja ya mchezaji ambaye ni unstoppable, uncomparable. Yaani huwezi ukacompare na kitu chochote katika hii sayari. Ukianzia takwimu ambazo yuko nazo, ukiangalia individual brilliance ambayo yuko nayo, dribbling skills, yani kwanza ana successful dribbling za kutosha since alivyokuwa young mpaka this time around ana miaka 35 plus. Yani bado ana display vitu tofauti unique kabisa compared na vijana ambao tunawaona kama akina Lamine Yamal, Rafinha, Vinicius Junior, Kylian Mbappe. Yani ni moja ya mchezaji ambaye kila siku anazidi kuonesha utofauti. Kuna namna anaonesha utofauti kwamba mbao ni mbao na chuma ni chuma, na tofauti yake ni kwamba kimoja kinaoza kwa mchwa na kimoja kinaoza kwa kutu. Yani binafsi mimi kiukweli ukimlinganisha Messi na wachezaji wengine, ninaona ni kama unawakosea football lovers. Kwanza mbio za ufungaji bora wa World Cup this season ni wazi unaongozwa na Lionel Messi la Pulga. Kafunga goli 5 na good enough ni kwamba goli 5 zote ambazo timu ya taifa ya Argentina imezifunga katika group stage zote kazifunga Lionel Messi la Pulga. Ni mchezaji ambaye ana mchango wa 100% kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Argentina. Watu walimuona kama anaweza akaja ni mkongwe na nini, lakini ni the living legend, yani moja ya mkongwe ambaye bado anaishi na anafanya vitu vitokee. Ukiangalia wakina Lautaro Martinez, Julian Alvarez ni striker kabisa, pure number 9 wa soka, lakini bado vitu wanavyofanya ni vya kawaida sana. Wanashindwa kuscore, wanapewa pasi, wanakuwa na mahangaiko, yani wanakosa safe composure. Lakini Lionel Messi anaiongoza top score. Lionel Messi anaiongoza dunia kwenye top scorer wa World Cup this season. Na ukiachilia hayo yote, mechi ya kwanza alikuwa player of the match akiwa na ufanisi mkubwa zaidi kiwanjani 97%, na akiwa amefunga magoli 3, akiwa amefunga hat-trick ya kwanza ya World Cup, akiwa amepiga on target 4 na on target 3 ni kamba, akiwa ana chance created, chance 2 alizozitengeneza. Angalia wote performance aliyokuwa nayo Lionel Messi la Pulga. Lakini mechi ya pili zidi ya timu ya taifa ya Austria akafunga bao 2 pekee katika mchezo ule, na akatoka player of the match akiwa na ufanisi wa 92%, ni sawa na 9.2 match rate. Hivyo Lionel Messi la Pulga ukiachilia alikuwa MVP wa World Cup iliyopita, World Cup ambayo ilifanyika kule nchini Qatar 2022, alikuwa ni MVP wa hiyo World Cup na akaifanikisha timu yake ya Argentina kuinyanyua ndoo ya World Cup 2022. Ukiangalia ameshachukua Ballon d'Or 8, ni moja ya mchezaji mwenye Ballon d'Or nyingi kuliko mchezaji yoyote. Na ni moja ya mchezaji ambaye aliwahi kuandikisha takwimu moja hatari 2012, kufunga mabao 91 ndani ya msimu mmoja. Hakuna mchezaji yoyote katika hii dunia toka iumbwe ambaye aliwahi kufunga mabao 91 kwenye mashindano ndani ya mwaka mmoja. Moja ya performance kubwa kweli ambayo ameidisplay kama performance ambayo ana display sasa hivi kwenye World Cup hii. Binafsi mimi ninaamini katika wale watatu ambao wanafukuzana katika top scorer, Lionel Messi la Pulga ana nafasi kubwa ya kunyanyua hiyo ndoo. Ni moja ya mchezaji wa daraja la juu kweli, ni moja ya mchezaji mwenye top performance
Hivyo Lionel Messi Lapulga ni mmoja ya mchezaji anayestahili heshima na asikompewe kabisa na wachezaji waliopita, waliopo na hata wajao. Kwanza ni wazi hakuna mchezaji atachukua Ballon d'Or 8 akamfikia Lionel Messi Lapulga. Nadhani sio sasa, nitakufa na hata vizazi vijavyo. Lionel Messi Lapulga ni one of the best player to happen in football career na for generation to come. Hakuna mtu anayeweza akatokea akazidi performance ya Lionel Messi Lapulga. Sasa kama naweza nikamzungumza kwa mengi mazuri zaidi ya hayo ambayo nimemzungumza sasa hivi. Ni hayo tu Sports Lady. Sawa Mr. Pablo Marco, kwa kumalizia, unawaambia nini au una nini cha kuwaambia wale wanaomlinganisha Lionel Messi na Ronaldo? Ukimlinganisha Ronaldo na Lionel Messi Lapulga uko sahihi, kwa sababu unajaribu kulinganisha mtu ambaye ni average na top talent. Lakini ukitaka kumlinganisha Messi na Cristiano Ronaldo unakuwa umekosea. Ronaldo ni mchezaji mzuri sana duniani. Ni moja ya wachezaji wenye mabao mengi na yeye ndo anaiongoza dunia kwenye top scorer wa dunia wa muda wote. Ana magoli 950 plus. Sio muda na bado anaendelea kucheza. Sio siku nyingi anaweza akafika mabao 1000 na akawa top scorer wa dunia. Na anafuatiwa na Lionel Messi Lapulga ambaye ana mabao 930 plus. Hivyo Lionel Messi Lapulga anazidiwa kwenye engo hiyo tu na Cristiano. Vipengele vingine vyote Lionel Messi Lapulga anamzidi Cristiano Ronaldo. Ronaldo hana Ballon d'Or 8, ameishia Ballon d'Or 5. Ronaldo hana World Cup. Ronaldo hajawahi kuwa MVP wa World Cup. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo Lionel Messi Lapulga anamzidi Cristiano Ronaldo. Ronaldo ni mchezaji mzuri na unaweza ukamlinganisha Ronaldo na Lionel Messi Lapulga, lakini usifanye dhambi wala makosa ya kumlinganisha Lionel Messi Lapulga na Cristiano Ronaldo. Ni watu wawili tofauti, ni watu wawili wanacheza kwa style tofauti, performance wise, statistics na fact nyingi zinawagawa. Kwa hiyo Lionel Messi Lapulga ni best na huwezi kumcompare, lakini Cristiano Ronaldo ni best pia. Usije sema sikukwambia. Ana complete hat-trick 6. Hat-trick yani kwa maana ya mpira aliofunga kwa mguu wa kushoto, akafunga kwa mguu wa kulia na akafunga kwa kichwa. Hizo wewe ukifunga mazingira kama hayo kwenye mechi moja, yani ukafunga kwa mguu wa kushoto, ukafunga kwa mguu wa kulia na ukafunga kwa kichwa, hiyo wanaita complete hat-trick ama perfect hat-trick. Anazo 6 and nobody anamfikia kwenye hiyo takwimu. Kwa hiyo kila mtu ana mazuri yake, lakini ukimlinganisha Ronaldo na Messi uko sahihi, ila usije ukajaribu kumlinganisha Messi na Cristiano Ronaldo CR7 dunia. Hivyo ndivyo ambavyo natamatisha maelezo yangu kuhusu Lionel Messi Lapulga Sports Lady. Asante Mr. Pablo Marco. Asante mtazamaji kwa kutazama kipindi chetu cha The New Chapter. Ulikuwa na mimi Sports Lady Norat AP na Mr. Pablo Marco. Asante kwa kutazama mpaka kipindi kingine tena. Usisahau kusubscribe channel hii ili wa kwanza kupata notification ili tutakapoweka video nyingine. Bye bye.